Kama wakili Fina alivyosema, ni kwamba sheria ya ndoa imeweka wazi kwamba mtoto wa kike na wa kiume wanapoungana pamoja wakafanya makubaliano ndio ndoa. Haijazungumza, haijadefine mtoto pale. Ni mwanamke na mwanaume. Haijadefine matokeo, mtoto ni matokeo ambayo yanaweza yakawepo au yasiwepo. Lakini katika jamii zetu tunakutana na watu ambao basi Mungu amewabariki wakapata watoto, lakini na wengine hawakuweza kubarikiwa kupata watoto. Haimaanishi ndoa ile sio ndoa. Lakini inapotokea mmoja wa wanandoa wale amefariki, hususan baba, aliyebaki wa kike, imekuwa ni changamoto kama mwenzangu alivyoeleza. Nini kifanyike? Sisi kama wanasheria tungependekeza kwamba sheria ya ndoa imedefine vizuri sana katika eneo hili, lakini sheria za mirathi ambazo ndizo zinasimamia mali za marehemu baada ya kifo chake, zenyewe zimekuwa na ubaguzi. Kuwepo kwa sheria hizi 3, sheria zingine 2 zimekuwa na mianya ya kutokuwa na haki sawa. Tungekuwepo kwa sheria moja ya kiserikali ambayo inaweza sasa ikamtambua yule mama kama msimamizi wa mirathi na inayotoa mgawanyo sawa, yeye ataangalia kama kuna mtoto mwingine au hakuna mtoto, ingeweza ikapunguza migogoro mingi sana. Lakini tukienda kwenye sheria ya kimila, migogoro iliyo mingi ndio ile tunapata unyanyapaa unaosema huyu mama tangu amekaa hapa anajaza choto. Tunapita kwingine unasikia kwamba mke au mume anaweza kumuelewa kabisa changamoto iko wapi, au ndugu wa karibu kabisa, wazazi wakwe, lakini ndugu wengine wa pembeni wasiojua ni changamoto gani wala wamepitia, wanakuwa na maneno mengi ya unyanyapaa, na hata wakati mwingine wanawake waliobaki wakakosa haki zao kabisa. Tukitambua kabisa kwamba ameshazeeka, umri umeenda, amekaa zile miaka 15, nguvu zake zimeishia pale, wakajenga nyumba yao, wakafanya kila kitu, lakini baadaye sasa wanataka kumwambia ondoka kama ulivyo kwa sababu huna mtoto hapa. Kwa kweli hizo ndio changamoto kubwa sana ambazo tunakutana nazo kwa makabila mengi hapa Tanzania, Uchagani na hata makabila mengine ambayo si Uchagani. Asante sana. Tunajaribu kuambia jamii haya ni mambo ya faragha, na wakati mwingine ni ya kiafya ambayo kwa wataalamu wa afya sasa hivi wapo wataalamu vijana wamesoma, wajaribu kuangalia changamoto iko upande gani ili waweze. Lakini kwa wenzetu walioendelea, wako wengine tu wanaoamua, yani wao wanataka kuishi bila kuwa na watoto. Yale ni maamuzi yao. Sasa swali la kwa sisi wengine tulioko nje kuhukumu, ndicho tunachosema kwamba si sawa. Na kama ni wao wamekubali kuishi hivyo, au ni maamuzi yao. Lakini kama ni kitu ambacho wana struggle, ni wao wenyewe wanaotambua na waendelee kustruggle kujua changamoto iko wapi. Lakini kwa imani wengi wamekuwa wakiona tu kwamba wakike ndio wenye changamoto, wanaume hawana changamoto, kitu ambacho sio kweli. Swali hapa kuhukumu ni nani mwenye changamoto si kazi yetu sisi wanajamii. Ni jambo la kwao wenyewe, na wao wenyewe watajua changamoto iko wapi. Lakini sisi tunaozungumza hatuhitaji kwenda kuyajadili na kuyazungumza na kuweka mabango. Yale ni mambo yao ya ndani ya faragha. Tukija kwenye dini tunasema watoto ni zawadi unaopewa na Mungu baada ya ndoa yao. Huwezi kwenda mahakamani kudai zawadi. Zawadi itakuja pindi ambapo Mungu mwenyewe amekubali kuwapa zawadi. Kwa hiyo tusitumie kama kigezo nguvu, kwani huyu hujapata mtoto lazima wapate watoto na kila kitu. Hapana, tuwe na uelewa mpana zaidi wa kuweza kuwapa nafasi. Wenyewe wanajua wanachokitaka, mpaka wamefikia huo umri wa kufunga ndoa ni zaidi ya miaka 18. Yaani lazima mtu awe na miaka 18, wana uwezo wa kukaa na kujipambania na kuona kwamba ni wapi wanatakiwa kufanya nini, ni nani mwenye shida. Sisi tusiwe kuweka mabango kwamba kusema ni nani huyu alikuwa na changamoto. Hapana.